Kuelekea miaka mitano ya bendi ya Tukuyu Sound. Miaka yao mitano haikuwa miaka rahisi, kwani wamepita katika mabonde na milima. Bidii yao kujituma kumeweza kuwapa ubunifu siku hadi siku. Bendi hii imekwisha pitia changamoto mbalimbali, ikiwemo kuondokewa na mwanamuziki pendwa wa bendi hiyo, akiwemo mwanamuziki Papi Kocha, mtoto wa Mzee Nguza Viking. Lakini mtoto huyu wa komando Mzee Hamza Kalala, nazungumzia Kalala Junior, licha ya kuondokewa na wanamuziki wengi ambao walikuwa wanaunda umoja katika bendi hiyo, alisimama imara na baadaye kuongeza safu ya rapa, akiwemo mdogo wake aitwaye Toto Kalala, ambaye amekuja kubadilisha muundo mzima wa bendi hii katika upande wa rapping. Huku wanenguaji wa bendi hiyo wakitumia fursa hiyo, uwepo wa rapa huyo, na wao kuonesha uwezo wao wa kuja na staili tofauti tofauti za unenguaji. Itakumbuka pia bendi hiyo ilikwishapotelewa na mwanamuziki ambaye ni mpiga tumba Kaposho Tumba, kama unayemuona katika video hiyo, ambaye alifariki akiwa ni miongoni mwa wapiga tumba wa bendi hii. Na hakika miaka mitano ya Tukuyu Sound haija kwa bahati mbaya. Ubora wao, magumu waliopitia na mazuri wanayoyatarajia au manufaa zaidi wanaendelea kuyapata siku hadi siku, bali safari yao haikuwa rahisi, ila na milima na mabonde. Kila la heri Tukuyu Sound katika miaka mitano ya kuanzishwa kwa bendi hii. Pongezi nyingi kwa Kalala Junior kwa kuwa umilivu, mbunifu, yeye na timu yake nzima ya Tukuyu Sound.
Why